na saa yangu. Namalizia kidogo kwa kisa cha Baghdad. Hii ndio nafunga kabisa na malizia. Kuna wanawake wawili walitoka Madina. Hao wanawake wanaelekea Baghdad. Kipindi cha Nabii Suleiman walipokuwa wanaenda za Baghdad, kipindi cha Nabii Suleiman wakawa wamepanda, wamenunua mbwa wawili weusi. Hawa mbwa ndio kibando chao, wakapanda wakaelezea Baghdad. Kule Baghdad walipofika wakatafuta wale watu ambao wanafundisha elimu ya uchawi, wakawaona, wakaona wale wako kisiwani kule nyuma, shafika kamili hadi kule nyuma mfano. Walipofika wale wataalamu walipowakuta wakawaambia hivi, yani hapa ilibidi msifanye tafsiri, inabidi niseme kabisa kile kwa sababu siri ni kitu kibaya. Wakawaambia hivi, msichukue hii tu alafu mkaleta, maana kuna watu bwana kama hawapendi, wanatafuta zile nukta zile za shaka za kuweka waone wao kama una maana yote. Wakawaambia hivi, wakaambia kakojoe mle. Tafsiri inabidi niseme kalisaidia haya ndio. Sasa hebu kusaidia wanaenda kuloga. Sasa anaenda kujifunza uchawi na kwambia kakojoe mle. Lugha hii ndio nzuri. Niangalie tulichosoma mpaka form 6 na diploma. Tafsiri anajua, hainasema maksudi kwa uchafu wa mambo yenyewe. Yule bibi akaingia, akarudi peupe. Wakamweleza umeona nini? Anasema sijaona chochote. Wakamwambia haujakojoa. Hiyo sikiza hivyo tena, fungua tu masikio. Sio tafsiri hapa, sio ucha Mungu. Akaenda mara ya pili, akawa tena hajakojoa hivyo. Wakamuuliza umeona nini? Akasema sijaona kitu. Akaenda mara ya tatu, akakojoa. Anasema mwili wake sasa ulianza kama vile roho inavyotoka. Ulijikusanya huko chini, ukapatikana farasi fulani kama anapojiandaa kukimbia kuondoka, alafu ikaelekea mbinguni. Akaiangalia mpaka ikaisha. Akarudi akawauliza, akamuuliza umeona nini? Asema kwenye mwili wangu kuna mekanismu fulani ilitokea, nikamwona kama kuna farasi anapanda juu anaelekea kwa mbio haraka sana. Tena ile speed yake msirira ya nguvu kabisa, kama kuna fili mubalagha basi good better superlative yake basi iwe kama na 10,000 kama iko hiyo. Asema speed sio ya kawaida. Wakamwambia ile iliondoka bibi, ile ndiyo imani yako. Kwa hiyo sasa wewe bibi, sasa ushakuwa fundi wa kutembea uchi, ushakuwa fundi wa kuloga watu, ushakuwa fundi. Thawabu tena hakuna. Ndio kisa cha ile wakaba watakusha yakini ile Al-Mulk Suleiman. Maana watu wanaojifunza uchawi wote wamekufuru na si Waislamu. Kwa kisa Imam Tabari yazungumza na Tabari kasema wale tafsiri wameeleza kwamba sababu ya kushuka ziko nyingine na hii ni ya msingi. Ule bibi akarudi zake Madina, masahaba wakawa wanashindwa kupata interpretation. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawa amekuta amefariki na yeye akawa amekufa kafiri. Sasa hii ndio nasaha yangu mimi. Kwa hiyo leo siku ya Eid kunakuwa na mikusanyiko na kuwa na minasaba, watu wanaalikwa na nini. Sasa usije mtu amemwalika kwa kuja alafu unadusu katika chakula kile, unamuingizia hatari fulani umemuita kwa sababu umewapa vinywaji, unaweka kitu fulani hii akaitwa Uislamu. Hii inakuwa ni kufuru na mtu anakuwa ameshatoka tena, na sio elimu